Pete ya uchumba ina historia ndefu inayoturudisha miaka ya nyuma. Inaaminika kuwa watu wa kale wa Misri walikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kutumia pete kama ishara ya upendo na ahadi ya maisha ya pamoja. Kwao umbo la duara la pete lilikuwa na maana kubwa, lilionyesha upendo wa milele kwa sababu duara halina mwanzo wala mwisho. Wapenzi walibadilishana pete zilizotengenezwa kwa nyasi au mianzi iliyofumwa na kuzivaa kwenye kidole cha 4 cha mkono wa kushoto. Waliamini kwamba kidole hicho kilikuwa na mshipa maalum unaounganisha moja kwa moja na moyo, uliojulikana kama vena amoris au mshipa wa upendo. Baadaye katika Roma ya kale, pete za uchumba zilitengenezwa kwa chuma ili kuwakilisha nguvu, uimara na ahadi isiyovunjika kati ya wapenzi. Karne nyingi baadaye, desturi ya pete ya uchumba imeendelea na kuenea duniani kote, huku ikichukua sura na mitindo tofauti kulingana na tamaduni mbalimbali. Hata hivyo, jambo ambalo limeendelea kuzua mjadala hasa barani Afrika ni suala la nani anapaswa kupiga goti wakati wa kuvalisha pete ya uchumba. Je, ni mwanaume anayepaswa kupiga goti kama ilivyozoeleka katika tamaduni nyingi za Magharibi, au mwanamke ndiye anapaswa kufanya hivyo? Mjadala huu umetufanya kuzungumza na wananchi mbalimbali ili kusikia maoni yao. Hawa hapa. Kwangu mimi ningesema ni mwanamke anapaswa kupiga goti. Kutokana na tamaduni zetu jinsi zilivyo. Mimi leo nikipiga goti mwanamke mbele ya baba yangu au mjomba wangu pale nitakuwa nimejizalilisha kiukweli. Na wao wenyewe hatakubali kitu kama hicho. Lakini kama mtu analizia yote anapiga goti, lakini kwa tamaduni zetu sisi sio, kwangu mimi kwetu, mimi I can't. Mtazamo upo tofauti. Mwanamke kupiga goti ni kama heshima. Manake amewaacha wote, amekuchagua wewe. Na pia mwanaume kupiga goti ni kama kuomba. Kwa mimi, kwa upande wangu, mimi nitapiga goti. Kupiga goti haipati kwenye upande, kwa maana ni sio kike wala sio, ila tu kumrespect yule mtu ambaye anapiga goti au yule ambaye unahusika kwenye magoti. Mfano, mimi ninapompigia goti, kwa maana nimeridhia kila kitu ambacho kinatokea kwa heshima ambayo tunaitengeneza. Hiyo ya mahusiano, iwe sio ya mahusiano. Kwa maana napiga goti kwa sababu wazee wa zamani walikuwa huwezi kumkabidhi kitu bila kumvunjia goti. Kwa maana gani? Unamheshimu. Unapokuwa umesimama mtayari ushamdharau. Sielewa. Kwa hiyo ipo ni kwa upande fulani mimi naona ni sahihi kwa upande wote mbili. Sio wa kike wala sio wa kike. Mwanaume lazima apige goti. Kwa sababu mwanamke ndo anayeomba kumuoa mwanaume ndo anayeomba kumuoa mwanamke. Sio mwanamke anaomba kuolewa na mwanaume. Swahili Times tukabisha hodi mpaka Body Mind Insight kuzungumza na kulingana na tamaduni zetu za Kitanzania ni kwamba kiheshima mwanamke ndiye ambaye anapiga goti kulingana na tamaduni, kwa sababu pia tunaamini mwanaume ni wa wote, ila mwanamke ndo anamilikiwa. Sawa? Kwa kama mwanaume ni wa wote, na maana ndio maana tukienda kwa ndugu zetu Waislamu wanaisha kwa hata wanawake mpaka wanne. Sema tuli katika kisheria zaidi, ina maana mwanamke ndiye inabidi awe submissive, aweze kuwa mtii. Ndio maana hata ukiangalia kwenye maandiko matakatifu, lazima mwanamke awe mtii naye mnyenyekevu kwa mpenzi wake au kwa mwenzake. Kwa hiyo lolote bado linatuonyesha. Ila sasa kulingana na huko sasa ndio tunasema kama debate. Hiyo midahalo kuona kwamba namna gani ili swala kwa nini mwanamke tu apige. Na labda akipiga mwanaume pia sasa ndio unaweza kukuta linasemekana pia wanaume ambao wanapiga magoti kwa wanawake. Yule mwanamke unajua ni tayari unaanza unajisubmissive, yani unajishusha unajishusha kwa mwanamke. Kwa mwanamke pia anapata nini? Ile power. Sawa, ule uwezo kwamba wewe ulimpigia goti. Kwa kama ulimpigia goti, naweza nikafanya chochote juu yako. Kwa ndio maana tunasema kisheria zaidi liliona mbali, wahenga liliona mbali kwamba mwanamke inabidi awe na hali ya unyenyekevu na aweze kumheshimu mpenzi wake. Mpaka hapo sina la ziada, ni kuachie wewe mjadala huu. Je, unaona ni nani anayepaswa kupiga goti kati ya mwanaume au mwanamke? Mimi naitwa Doreen na hii ni Swahili Times. Kwaheri.